Kwa kura ya mapema. Kura ya mapema ilikuwa kituo chetu cha kupiga kura ni Ole Skuli. Ilikuwa ni watu 248 waliotegemewa wapige kura hiyo ya mapema. Lakini katika watu 248 waliokuwa ni wamo kwenye maeneo yetu ni watu 247. Wote tuliwahakiki, hakuna hata mmoja. Mmoja tu alikuwa ni askari anaitwa Hamisi Omari, huyo ndiye alikuwa ni mpiga kura halisi. Lakini tuendelee na uchaguzi kama ulivyokuwa. Asubuhi na mapema baada ya kituo kufunguliwa, kuliingia skania moja ya polisi pamoja na mabasi mawili. Yalikuwa yamesheheni wapiga kura hao mapema. Walichokifanya pale, walivamia kituoni. Wote wakaingia vituoni. Ndani ya kituo mlikuwa ni watu 10. Yule msimamizi wa uchaguzi asoma majina upesi, wakala yanachanganya. Hajui ni upi aliyesoma jina na aliyekuwa asoma jina. Lakini jambo la kusikitisha jingine ni kwamba mawakala wakiangalia ndani ya daftari lao, yule aliyeitwa jina siye, na halafu hata sura yake sio. Kuna wakala mmoja Haji Mdungi alinita akanambia, hebu angalia, yule anachaniwa kura pale na huyu alimo ndani ya sura ndiye tuangalia aliye kwenye daftari ni mtoto, lakini yule ni babu mkongwe. Kwa hivyo mambo haya yalitushangaza sana, kwa sababu ilikuwa hapatendeki haki. Jambo jingine ni swala la wakala. Mheshimiwa, mawakala wetu walikuwa wakikandamizwa sana. Kuna wakala wetu mmoja Kitunduru namba 3 Ole pale. Wakala huyo aligundua watu wanaingiza kura zaidi ya 5. Wakala kama wajibu wake akasema, jamaa zile kura ni nyingi, mbona kwenye kisanduku haziingii? Basi kusema hivyo tu, msimamizi wa uchaguzi akamwita askari akantoa nje. Kumtoa nje, mimi nikaenda nikanitetea wakala wetu. Jamani, huyu arudishwe ndani kwa sababu hakuna sababu ya kutolewa nje. Ni wajibu wake kama wakala, yeye atakana afanye nini? Kwa sababu yeye analinda maslahi ya chama chake, ndio haya. Lakini mnanitoa nje kwa sababu gani? Lakini askari ilikuwa nao ashapewa maelekezo, basi wakamtoa. Mheshimiwa, hali ya kura mapema ndiyo hivyo ilivyokuwa. Tukija wale wanaopiga kura watu wa mapema, baada mabasi mawili na ile skania moja kumaliza muda mdogo, wakaingia wengine na gari moja ndogo. Kuingia pale gari moja mdogo, tukenda tumie na wagombea wenzangu akiwamo mgombea wa wakilishi, tukenda kuwazuia ile gari kwamba hawa wasipige tena kura, kwa sababu umeelewa ni kwamba wapigaji kura wa mapema tayari washamaliza. Lakini kwa sababu maelekezo ndio kama hivyo, wakataka walazimishe kupiga kura. Tulichokifanya, tulijitoa muhanga, tukakaa kwenye nini pale kituo, tukasema hapa hapigi tena mtu kura kwa sababu tayari watu washamaliza. Lakini pale kwa sababu yaonekana kwamba hapana uhuru, askari wakatutoa nje, mie na mgombea wakilishi wakatambia tokani nje. Tukatoka nje, lakini wale waliobakia wakarudi wakapiga kura, wengine wakaoga wakaondoka. Tukarudi tena kituoni kwa sababu si watuoni tuwakizi. Tuliporudi kituoni, muda ikaja gari nyingine kutaka piga kura. Hiyo tulifanikiwa kuizuia. Kwa hivyo ile isipige tena kura, wakaletwa tena wengine kwa wazuia, alhamdulillah rabbil alamin, ikawa washamaliza wale watu wa kura mapema wasije tena. Tuje kwenye uchaguzi wa siku ya pili. Mheshimiwa, kama kawaida siku ya pili tukaingia kwenye uchaguzi. Makala wetu bahati nzuri walikuwa mondani, lakini wakapuruzia kidogo kwamba ule uchaguzi kutoka saa 1 mpaka saa 4-5 ikawa unakwenda vizuri, lakini baadaye ilikuwa kuna maelekezo kwamba watu ambao wanakuja kusaidiwa sasa wazuiwe. Na hilo alifanya kwamba watu ambao wajasaidiwa, mtu ambaye hawezi kupiga kura anatetemeka mpaka mikono, alazimishwa kwamba yule apige kura mwenyewe, atawezaje? Kwa hivyo ikabidi tusimamie kwamba tumtake simamizi wa uchaguzi kwamba hii si halali na si uhuru, wa kwamba mtu atakasaidiwa kwamba asisaidiwe. Kwa hivyo watu wasaidiwe kama kawaida. Kwa hivyo hapo ikawa ni papatu. Tukazongana na wasimamizi, lakini bahati nzuri tena alhamdulillah tukafanikiwa. Lakini nije katika kituo kimoja, kituo cha Shehia mjini Ole ambao uchaguzi ulifanywa Laurent pale. Kuna chumba kimoja, kuna wakala wetu
wakala wetu alikuwa akimwangalia mchanaji wa kura sana, kwa sababu alikuwa kashamuona achana kura nyingi akizika juu. Basi alipomshtukia kwa mkono aniangalia nno huyu, kwa sababu akajua kama huyu atanigundua, basi alikwenda akatoa nje. Kutoa nje hana sababu ya kutolewa nje. Mimi binafsi nilitafuta PO ndani yule opo aliyepo pale kituoni, nikamwambia nataka tunchukue huyu wakala tumpeleke kwenye chumba tuangalie kamfanya kosa gani. Lakini tulipokwenda pale mawakala wenziwe wauliza, wakasema huyu hajasema lolote. PO nikamwambia kuna uhalali wa kuwa ndani, lakini PO kwa sababu na yeye kasha nani yule opo kasha chukua kwamba hili ni agizo, basi asikubaliwe. Halafu nikamwita mheshimiwa mgombea wa ubunge vile vile kwamba aje asimamie, lakini vile vile hakuambiwa hata abaki kwenye kile chumba. Tukaendelea kwenye suala la kuhesabu kura. Kituo hicho ambacho kilitolewa wakala wetu. Nani yule mgombea wa ubunge Said Ali Burhani alikwenda kutaka aingie yeye asimamie kura zake, hakuruhusiwa. Akatolewa nje. Sasa katika utaratibu uliofanyika kuhesabu kura, yule msimamizi wa uchaguzi alikuwa akichukua ile kura yake, ajiangalia yeye mwenyewe, akisoma yeye mwenyewe, mawakala wa mbali, halafu akahesabu, akaika. Kwa hivyo utaratibu ulikuwa ni huo kwamba yule wakala wetu hana uhuru wa ndani kufanya lolote, na atakapohoji basi alikuwa yule akiambiwa askari mtoe nje, na askari kazi yake alikuwa akitumia kama kawaida, kwa sababu kuna agizo la bwana. Mheshimiwa, mimi katika sehemu ya shehia ya Mjini Ole na shehia ya Ole tulifanikiwa kupata fomu za makala. Katika vituru hivyo, shehia ya Mjini Ole ilikuwa na vituru vitatu na shehia ya Ole vituru vitatu. Zote tulifanikiwa kupata fomu za wagombea kuanzia udiwani, uwakilishi na uraisi. Na zote matokeo yake ni mazuri. Kituo cha Mchangarima, wakala wetu waliokuwa pale walihesabu mpaka kamaliza, lakini waliambiwa kwamba atie saini mwanzo, wakakataa. Kwa hivyo wakaambiwa kama fomu hakupewi, lakini nayo na matokeo mazuri sana. Tukaenda upande wa vitongoji. Upande wa vitongoji hakupata kuhesabu kura, kwa sababu taarifa iliyopo mgombea nafasi ya udiwani asema ana fomu moja tu, kwa sababu maafisa ndogo kule alikunjwa yote. Kwa hivyo watu hakupata kuhesabu kura vizuri, na kama hivyo watu wakizalilishwa, nani wale mawakala walikuwa hana huru kama sehemu nyingine lolote. Kwa hiyo hili lilikuwa ni agizo la kitaifa, kila sehemu ilikuwa ni hayo, uzalilishaji, ukandamizaji, uhuru hamna.